Vijana wengi wamekuwa wakitembelea sehemu za starehe au sehemu zozote ambazo wanawake wanakuwepo kwa wingi kuhakikisha tu wanapata walichokifuata. Lakini leo nimekuletea stori hii ya mwanaume ambaye amejifungia ndani kwa zaidi ya miaka 55 ili tu kuhakikisha kwamba hana mawasiliano yoyote na wanawake. Jambo hili sio la mzaha hata kidogo. Mwanaume huyu amefanya uamuzi wa kujifungia ndani alipokuwa na umri wa miaka 16 na leo ndo tumeweza kumuona. Sababu iliyomfanya afanye hivyo ni kwamba alitaka kabisa kuepuka na mazungumzo au hata uwepo wa wanawake karibu naye, na sasa ana umri wa miaka 71. Hii inamaanisha kwamba amekuwa akiishi ndani ya nyumba yake kwa muda wa miaka 55 na muda wote huo hajawahi kutoka nje hata mara moja. Anaishi kwa njia ya kipekee sana, yaani yuko tofauti na watu wengine. Jambo hili linaonyesha ni kwa kiwango gani ana hofu kubwa kwa wanawake, na pia tunaona ni jinsi gani alivyokuwa makini katika kuhakikisha anajitenga kabisa na uwepo wao kwenye maisha yake. Sababu pekee iliyomfanya niruhusu kuingia ndani ya nyumba yake ni kwa sababu wewe upo hapa, lakini kama usingekuwepo basi asingeweza kuniruhusu. Kutana na Calixte, mtu ambaye alifanya uamuzi mkubwa maishani mwake. Alifikia hatua ya kuamua kubaki ndani ya nyumba yake ndogo na kutokutoka nje kwa muda wote huo. Alifanya hivyo kwa sababu alikuwa na imani kubwa kwamba hapaswi kabisa kuzungumza na wanawake au hata kuwa karibu nao kwa namna yoyote ile. Na sasa ana umri wa miaka 71. Jina langu ni Calixte Nzamwita. Sababu kubwa iliyonifanya nijifungie ndani ya nyumba hii na kuweka uzio mkubwa ni kuhakikisha kwamba wanawake hawakaribia eneo langu hata kidogo. Sitaki wanawake wawe karibu nami kwa sababu wananiogopesha mno kiasi ambacho siwezi kustahimili uwepo wao. Ni jambo la kushangaza na lisilo la kawaida kuona uzio mkubwa ukiwa umezunguka nyumba yake, na kwa mtu mwingine anaweza kudhani kuwa umewekwa kwa sababu za kiusalama, lakini ukweli ni kwamba uzio huo hauko pale kwa ajili ya sababu za kawaida za kiusalama, bali upo pale kwa sababu Calixte anaogopa sana wanawake. Anaogopa kwa kiwango kikubwa kiasi kwamba alifikia hatua ya kujenga uzio maalum kuhakikisha kwamba wanawake hawakaribii katika nyumba yake. Mimi ni Esther, ninaishi karibu na huyu mtu kwa muda mrefu sana. Tangu tukiwa watoto wadogo, tumemfahamu kama mtu ambaye muda mwingi wa maisha yake ameutumia akiwa peke yake ndani bila kutoka nje mara kwa mara kama watu wengine. Kiukweli kutoka nje ni jambo lisilowezekana kwa sababu ana hofu kubwa sana kwa wanawake. Sababu pekee iliyomfanya niruhusu niingie ndani ya eneo lake ni kwa sababu wewe upo hapa, lakini kama usingekuwepo basi asingeweza kuniruhusu sababu mimi ni mwanamke. Lakini swali linabaki, imekuwaje mwanaume kama huyu kuwa na tabia ya ajabu na ya kustajabisha kiasi hiki? Anasema kwamba alichukua uamuzi huu mkali kwa sababu ya umaskini. Kitaalam, hali hii ni dhihirisho la hofu kali inayojulikana kama gynophobia. Hofu hii inaweza kusababishwa na mambo mbalimbali kama vile matukio ya zamani aliyowahi kukumbana nayo au athari za kurithi. Kama binadamu, tabia zetu mara nyingi huathiriwa na hisia na imani zetu. Ni vigumu kuelewa ni kwa nini mtu huyu aliamua kuchukua uamuzi mkubwa kiasi hiki ambao umeathiri maisha yake kwa kiwango kikubwa sana. Ilikuwa ni vigumu sana kumpata kwa sababu hujitenga sana na watu wengine, hasa wanawake. Cha kushangaza ni kwamba ingawa anaogopa sana wanawake, lakini wao ndo ambao wanamsaidia kuweza kupata chakula na baadhi ya mahitaji yake muhimu. Tunataka kumfasha. Tunapojaribu kumsaidia, hataki tuwe karibu naye au tuzungumze naye. Badala yake, tunampa vitu kwa kuvitupa ndani ya nyumba yake, kisha yeye huja kuvichukua. Hataki kabisa watu wawe karibu naye, lakini bado anakubali msaada wetu kama hivyo nilivyokuambia. Jambo la kushangaza zaidi kuhusu hofu yake, ambayo ni kama kifungo alichojiwekea, ni kwamba anafanya kila kitu ndani ya nyumba yake. Umenisikia vizuri, ndani ya nyumba yake hakuna sehemu tofauti na jiko wala choo. Sehemu anayolala ndio hiyo hiyo anayotumia kupikia, kukojoa na kushughulikia mahitaji mengine yote ya kibinadamu. Kwake kila kitu hufanyika ndani ya sehemu moja. Ili kugundua hali hii, ilibidi tuingie ndani ya nyumba hiyo kuchunguza, jambo ambalo lilizua mtafaruko mkubwa sana. Baada ya kuingia ndani, tulipoingia tukajiuliza, hivi ni mtu kweli anaweza kaishi sehemu kama hii? Musego muukora gute? Kuraho utwereke uwo musego kukoza. Komeza ukureho turebe.
Ibi biraha ni ibiki? Hano. Aha. Kurura turebe. Bifashe ikibi? Ataja kuzirima akaji. Lakini kiukweli kuingia tulipambana sana. Unapoingia ndani ya nyumba hii, unaweza kudhani kuwa ni nyumba iliyoachwa kwa muda mrefu, lakini ukweli ni kwamba hii ni nyumba maalum ya mtu huyu na ndo anayoishi. Kwake ni kama kasri kubwa ambalo limekuwa kimbilio lake ili kuepuka wanawake, kwa sababu anaamini kuwa hapa ndio mahali pekee ambapo anajihisi kuwa salama kuliko mahali pengine. Niliandaa kitanda changu kwa njia hii kwa sababu sikutaka nilale halafu niwe karibu na moto. Nilikuwa na hofu kwamba huenda ningedondoka na kuungua, na ndio maana niliamua kukitengeneza kwa mtindo huu ili kuwa salama. Hapo mbele ya kitanda chake cha kwanza kuna kitu muhimu sana ambacho ni choo. Choo hiko hutumia kukojoa. Na ukisogea mbele kidogo zaidi, utaona kuwa kitanda chake cha pili kinatumika kama jiko lake. Kwa kutazama unaweza ukadhani kwamba ni jambo la ajabu, lakini kwake hii ni njia rahisi ya kuweka kila kitu karibu na iwe rahisi kwake kutumia. Ameunda hii sehemu yake ndogo kwa mpangilio wa kipekee unaokidhi mahitaji yake binafsi. Kwa namna ninavyoishi, kiukweli nimeridhika sana. Sikuwahi kuwa na wazo la kuwa na mke na niko sawa kwa jambo hilo, na pia sina wasiwasi wowote. Ingawa bado anaogopa sana wanawake, anaonyesha aina fulani ya nguvu kubwa katika namna anavyokabiliana na maisha yake, huku akiwa amejifungia ndani ya nyumba yake hii. Licha ya kutoweza kutoka nje ya fensi yake kwa miongo kadhaa, anaweza kujielezea na ukamwelewa. Jambo hili linaonyesha jinsi binadamu wanavyoweza kubadilika na kustawi hata katika mazingira yasiyo ya kawaida. Ni kama ushahidi wa jinsi wanadamu wanavyoweza kuzoea hali ngumu hata pale ambapo maisha yao hayaendi kwa namna ya kawaida. Mpenzi mtazamaji wa Afrimax Swahili, ukiwa kama mwanamke au mwanaume, ni kuulize swali. Je, ungeweza kuishi maisha aliyoishi huyu mzee? Yaani nikiwa na maana kwamba ungeweza kukimbia wanawake au ungeweza kukimbia wanaume kwa miaka 55? Usisite kutuwekea komenti yako na tutaijadili. Asante kwa kutazama. Mimi ni Francis na hii ni Afrimax Swahili. Unaweza kutufuatilia kwenye peji zetu zote kama Instagram, TikTok pamoja na Facebook tukiwa kama Afrimax Swahili. Usisahau kutufollow. Zaidi ya yote, usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata video zetu.